Hakikisha unamchagua mwanamke au mwanaume wa kufunga naye pingu za maisha kwa kumchunguza kwa mambo haya ya kawaida lakini yana uzito katika pingu za maisha. Ni vizuri zaidi kuweza kutambua kwamba watu wengi wanafunga pingu za maisha lakini hawadumu katika pingu za maisha. Kwa sababu neno pingu za maisha maana yake ni kwamba mtaishi milele mpaka kifo kiweze kuwatenganisha. Lakini kwa sasa hivi sio kifo kinawatenganisha bali ni baada ya mwezi mmoja mmeachana. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuweza kujua kwamba hakikisha kama wewe ni mwanaume au kama wewe ni mwanamke, kabla ya kuingia katika pingu za maisha, mchunguze mwenza wako kwa mambo haya matano ya kawaida lakini yana uzito katika pingu za maisha. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kumchunguza, mchunguze mwenza wako kama ana historia mbaya katika maisha yake, mfano ya kutoa mimba, mfano pia ya kushiriki kutoa mimba, kuua. Kwa hiyo unatakiwa uweze kumchunguza hilo jambo. Ni zuri sana kwa sababu ni jambo ambalo unaweza kulichukulia la kawaida lakini inaweza likafanya ndoa yako isiweze kudumu. Kwa hiyo unatakiwa uweze kumchunguza hilo jambo. Na pia jambo la pili, mchunguze kama anaweza akakusikiliza katika swala la kutoa ushauri au katika swala la kuzungumza jambo lolote. Hili pia limefanya wanawake au wanaume kuweza kuachika katika ndoa kwa sababu hakuna mwanamke au hakuna mwanaume ambaye atatoa hoja alafu mwenza wake amsikilize. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kufahamu kwamba kabla ya kuingia katika pingu za maisha, mchunguze kwa hili jambo. Hii itakusaidia sana. Na pia jambo la tatu, mchunguze aisha kutoka na wanaume au na wanawake wa aina gani katika mahusiano. Huwezi kuoa mwanamke ambaye au huwezi kuolewa na mwanaume ambaye ana skendo ya kutoka na wanawake ambao walikuwa wanaliwa kisamvu au wanawake ambao wanavuta mabangi. Kwa hiyo lazima kwa 100% naye atakuwa anavuta bangi. Kwa hiyo kama wewe ulipendi lakini. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuweza kumchunguza mwanamke au mwanaume historia ya mahusiano ambayo ishakutoka nayo. Na pia jambo lingine ambalo unatakiwa kumchunguza, mchunguze aina gani ya marafiki ambao wanamzunguka. Huwezi kuoa mwanamke au huwezi kuolewa na mwanaume ambaye ana marafiki ambao hawaeleweki, yani mapoyoyo tu muda wote wanaenda kwenye maklabu muda wote, wanawaza wanawake muda wote, wanawaza wanaume, wanawaza kudanga. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuweza kujua kwamba unatakiwa uweze kumchunguza na aina gani ya marafiki. Hii itakusaidia kama mtaingia katika pingu, mtafunga ndoa, itakusaidia kuweza kujua kwamba huyu mwanamke au huyu mwanaume nitaweza kumudu kulingana na marafiki zake au sitaweza kumudu. Kwa hiyo ni jambo mojawapo ambalo unatakiwa kumchunguza. Na pia jambo lingine ambalo unatakiwa kumchunguza, mchunguze yani amezaliwa na roho gani, kwa sababu kuna aina tatu ya binadamu hapa duniani. Kuna watu wamezaliwa ni wakatili, yani automatically amezaliwa ni mkatili. Kuna watu wamezaliwa sio wakatili, sio wenye upendo. Kuna watu ambao wamezaliwa na upendo. Sasa wewe unatakiwa uweze kumchunguza huyu amezaliwa na roho gani. Kama utamuoa mwanamke ambaye au mwanaume ambaye ni katili, fahamu utakuwa unapigwa ndani ya ndoa au utakuwa unafanywa matukio bila kujaliwa kwamba unasikitika. Lakini pia kama utafunga ndoa na mwanaume au na mwanamke ambaye ana roho ya ukatili katikati, ana roho ya upendo katikati, fahamu kabisa kwamba huyu anaweza akakutesa baadaye. Lakini kama utaoa au utaolewa na mwanaume ambaye ana upendo, basi ndoa yenu itakuwa na amani na pia itakuwa na upendo ndani yake. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba kabla ya kuingia katika pingu za maisha, hakikisha unamchunguza mwenza wako. Sio kwamba mwanamke au sio kwamba mwanaume yoyote ambaye unamuona hapa duniani anafaa kuingia katika ndoa. Ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu ya kukutana kama makaratasi alafu mnaingia katika ndoa. Hali ambayo inafanya wengine wanauana, wengine wanaachana baada ya miezi kadhaa. Hii ni kwa sababu watu wengi wanaokutana bila kuchunguzana. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba kabla ya kuingia katika pingu za maisha, hakikisha unamchunguza mwenza wako. Lakini pia nikukumbusha, unaweza kupata kitabu, kitakupa darasa la kuweza kumtambua mtu sahihi wa kuweza kuingia naye katika mahusiano ambayo yatajenga ndoa sahihi. Ni kitabu ambacho ni kizuri sana. Kitabu hiki kinauzwa shilingi 15,000. Kama utahitaji ushauri ama video za mapenzi, hakikisha unanicheki WhatsApp kwa namba 0713 728736. Lakini kama utakuwa nje ya Tanzania, anza na jumlisha 255 713 728736. Asante na karibu.